mkurugenzi wa mashtaka, imefanikiwa vipi ndani ya miaka 24? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Miaka 24 si haba, ni miaka mingi, tunashukuru. Hivyo tuna mengi ya kujivunia kama mafanikio kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, lakini kutokana na muda mimi nitataja haya baadhi tu. Moja kati ya mafanikio ambayo tunajivunia ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ni pamoja na kuweza kuzifikia mahakama za chini zote, kwa maana ya kuendesha mashtaka katika mahakama za chini, isipokuwa hii mahakama ya mwanzo ambayo hii tunafungwa kwa mujibu wa sheria kama nilivyotangulia kusema. Kwa hiyo sasa hivi mkurugenzi wa mashtaka anaendesha kesi za jinai mahakama za wilaya zote Unguja na Pemba, mahakama za mkoa zote Unguja na Pemba, mahakama kuu mpaka mahakama ya rufani. Kwa hiyo kote huku mkurugenzi wa mashtaka anafika. Tumebakisha mahakama ya mwanzo ambayo nayo tupo kwenye mchakato. Lakini tunajivunia pia kuongezeka kwa rasilimali watu. Wakati ofisi inaanzishwa mwaka 2002 ilikuwa na watumishi wachache sana ambao walianza, nadhani kwa waendesha mashtaka walikuwa hawazidi 15, lakini mpaka sasa hivi tunapoongea tuna zaidi ya waendesha mashtaka 70. Kwa hiyo nayo ni jambo la kujivunia kwa miaka 24 ambayo inaongeza ile speed, yani kasi na ufanisi wa utoaji wa huduma za kimashtaka kwa upande wa Zanzibar. Lakini pia ndani ya miaka 24 tunajivunia kuanzisha kituo cha mafunzo ya sheria na utafiti Zanzibar. Ni taasisi ya kielimu ambayo inahusika na utoaji wa mafunzo ya muda mfupi, yale tunasema kitaaluma na kitaalamu kwa watumishi wa umma na waendesha mashtaka pamoja na wapelelezi. Lakini pia kuna upande mwingine tunatoa mafunzo ya muda mrefu kwa kuandaa vijana wetu wa wanasheria baadaye, kwa maana tunatoa cheti cha sheria na cheti cha na diploma ya sheria katika kupitia kituo hichi. Kwa hiyo ni miongoni mwa mafanikio yetu, na kwa sababu kama tulivyosema, moja kati ya kazi za mkurugenzi wa mashtaka ni kutoa elimu. Kwa hiyo kupitia kituo hichi ndio tunatoa hizo elimu kwa umma na pamoja na kufanya tafiti za kijinai. Lakini pia uanzishaji wa ofisi za mikoa, na hili ni muhimu kwa sababu sasa hivi tumeenda kuwafikia wananchi katika maeneo yao. Kwa hiyo Zanzibar nzima mikoa 5 tumeanzisha ofisi za mikoa. Tunayo ofisi ya mkoa mjini Magharibi Unguja kimashtaka, ofisi ya mkoa kusini, kaskazini na kule Pemba kaskazini na kusini, kote kuna ofisi za mikoa za kimashtaka ili kuwafikia wananchi kwa urahisi. Lakini pia ofisi kupitia miaka 24 imeanzisha mipango maalum ya uimarishaji wa watendaji, kwa maana kuwapatia mafunzo ya muda mfupi na mafunzo ya muda mrefu ndani na nje ya nchi, ili kuboresha vile vile utoaji wa huduma za kimashtaka. Lakini pia kuimarika kwa mashirikiano kati ya ofisi ya DPP, vyombo vya uchunguzi na wadau wengine wa haki jinai, ikiwemo wizara yetu ya Katiba na Sheria, wizara ya afya, mahakama pamoja na ustawi wa jamii. Tunafanya nao kazi kwa ukaribu sana kupitia mikusanyiko mbalimbali na forum mbalimbali za mashauriano. Lakini specific nikija kwa kipindi hichi cha awamu ya 8 cha uongozi imara wa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, pamoja kipekee na bosi wetu mkurugenzi wa mashtaka Mheshimiwa Mgeni Jalani Jecha, tumepata mafanikio yafuatayo. Kuboresha muundo wa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka. Kwa maana baada ya kuingia awamu hii ofisi ya DPP iliweza kurasimishiwa muundo wake mpya wa ofisi, lakini kuna kwanza kutumika rasmi ambao ulikuja kutambulisha idara 4 ikiwemo idara ya makosa ya kiuchumi kama moja kati ya maeneo mahususi ya uendeshaji mashtaka, kwa sababu tunadili zaidi na uhujumu uchumi, tuna rushwa na makosa yenye kuvuka mipaka. Lakini pia katika awamu hii tumeweza kuboresha sheria nyingi za jinai Zanzibar, ikiwemo kwenda katika hayo marekebisho ya sheria ya mwenendo wa jinai, ambapo kutokana na mwelekeo wa rais tumeona kwamba ni mkali sana na hana mchezo kwenye kupinga rushwa, uhujumu uchumi na makosa ya udhalilishaji. Kwa hivyo tukatambulisha baadhi ya makosa ambayo yatakuwa hayana dhamana kupitia marekebisho ya sheria ya mwenendo wa jinai, makosa hayo ya baadhi ya uhujumu uchumi pamoja na haya ya udhalilishaji, ikiwemo kubaka na kuingilia kinyume na maumbile na maharimu. Kwa hiyo tumeboresha, lakini zimeboreshwa sheria za udhibiti
utakatishaji fedha haramu pamoja na mapato yatokanayo na uhalifu. Tumeboresha sheria ya ZAECA kwa maana imetungwa mpya 2023 na sheria ya madawa ya kulevya imetungwa mpya 2021. Yote ni katika kipindi cha awamu ya 8. Yote ni kudhibiti uhalifu mkubwa wa madawa ya kulevya, uhujumu uchumi pamoja na makosa ya udhalilishaji na utakatishaji fedha haramu. Lakini pia ofisi imeweza kwa kipindi hichi kuanzisha mifumo ya kielektroniki katika utoaji huduma za kimashtaka. Sasa hivi tunapokea majalada kutoka vyombo vya uchunguzi kupitia mifumo ya kimashtaka. Tuko katika kipindi cha pilot na kuelekea miaka 24 tunatarajia tarehe 11 Mheshimiwa Rais ambaye tunatarajia kwa mgeni rasmi atakuja kuzindua rasmi mifumo hii na pia mfumo wa kuongea na DPP, ambapo tunatoa fursa sasa electronically, yani kielektroniki, wananchi popote walipo kuweza kuwasilisha malalamiko yao kupitia ofisi ya DPP, ikiwa wanatranswa na chochote katika usimamizi wa haki jinai, kuanzia vituo vya polisi, vyombo vya uchunguzi mpaka ofisi yetu yenyewe inaweza kulalamikiwa kupitia mfumo huo waongea na DPP na mifumo mingine ya kiutawala. Lakini pia ofisi katika kipindi hichi imeweza kujiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki ya waendesha mashtaka, inaitwa Eastern African Association of Prosecutors. Hii DPP amekuja na wazo hili kutanua wigo na mashirikiano kikanda sasa. Kwa hiyo tuweze kupata ile kubadilishana mawazo na uzoefu kati ya Tanzania bara, Afrika Mashariki, nchi nyingine za Afrika Mashariki ikiwemo Kenya na Uganda na kadhalika. Lakini pia ofisi imeweza kupatiwa maeneo au viwanja mbalimbali kwa ajili ya ujenzi wa ofisi zake za kimikoa. Sasa tumepata maeneo Kisakasaka, Kiongele, Binguni kule Tunguu, Chake na Wete kwa upande wa Pemba, ambapo tunatarajia kujenga ofisi za kimikoa sasa rasmi na za kisasa. Lakini kuanzisha dawati la msaada wa mashahidi na wahanga, tumeanzisha dawati maalum na hususan hili linajielekeza zaidi kwa hawa wahanga na waathirika wa kesi za udhalilishaji kama eneo maalum ambalo linatakiwa kupewa attention maalum. Lakini pia tuna program mbalimbali za kuwafikia wananchi, outreach program, tunawafikia huko kwa ajili ya kuwapa elimu. Lakini ofisi imeanzisha kamati maalum. Hii naomba nizungumze kamati maalum ya kuzuia udhalilishaji ambayo hii ilizinduliwa na Mheshimiwa Rais mwenyewe. Hii ni maalum, inakusudia kwenda kwenye jamii kutafuta zile gaps za udhalilishaji na kutoa solution ya kuziba ile mianya ya makosa ya udhalilishaji. Lakini pia mashirikiano na kutoa miongozo, mashirikiano na washirika wa kimaendeleo mbalimbali, siwezi kuwataja wote, lakini pia na kuandaa miongozo mbalimbali. Takriban miongozo 15 imeandaliwa kipindi hichi cha awamu ya 8 ili kurahisisha kazi za usimamizi wa haki jinai na hususan uendeshaji wa kesi za jinai. Kidogo tubaki hapa kwenye mafanikio kidogo, naomba ufafanuzi. Miaka 24 sasa, hivi karibuni, miaka karibuni hivi kuliundwa tume ya haki jinai ambayo ilikuwa inaongozwa na Balozi Ombeni Sifue. Tunataka kuona mafanikio yaliyopatikana kwenye ofisi ya DPP kwenye tume ile ya haki jinai ambayo ilikuwa inaongoza Balozi Ombeni. Nashukuru ndugu mtangazaji. Katika umeuliza swali, katika kufanya maboresho yote haya ambayo tumeyafanya, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka pia ilikuwa ikiongozwa na ile ripoti ya tume ya haki jinai. Kwa hiyo kila ambacho tumekifanya tulikuwa tunagusa, na moja kati ya eneo ambalo limeguswa katika ile tume ya haki jinai ni pamoja na kesi za jinai kuchukua muda mrefu mahakamani, lakini pia upelelezi wa kesi za jinai kuchukua muda mrefu mahakamani. Ndio maana sasa mkurugenzi wa mashtaka akaja na miongozo mbalimbali ili kuhakikisha tunaenda sambamba na mapendekezo ambayo yametolewa katika ile ripoti, kupunguza muda wa upelelezi kwa kuweka, kwa mfano, moja kati ya ni mwongozo ambao tumeuandaa ni wa maeneo muhimu ya kuthibitishwa katika makosa ya rushwa na uhujumu uchumi, makosa ya madawa ya kulevya na makosa ya utakatishaji fedha haramu. Tumeweka vipengele kwamba mpelelezi unapoenda kukusanya ushahidi, tunataka uthibitishe hichi na hichi, ushahidi unaokusudiwa ni huu na huu. Kwa hiyo hapa maana yake nini? Tunakusudia kupunguza gepu la muda wa upelelezi, watu wawe focused kwamba kinachotakiwa kwenye kosa hili ni ushahidi unaogusa hichi na hichi, kuliko kukusanya kila kitu alafu unachukua muda mrefu alafu mambo mengine yanakuwa hayana tija. Lakini pia kwenye hili tumekuja na ile sera ya upelelezi kwanza ndani ya miaka 24, kwa maana ofisi haitakiwi kwenda mahakamani kumpeleka mtuhumiwa
kabla ya kukamilika upelelezi, na ndio maana tunaendesha majalada. Upelelezi ukishakamilika ndio tunapandisha mahakamani, ili pia kesi kule isichukue muda mrefu, kwa sababu hapo mwanzoni ilikuwa kwamba mtu anaweza kupelekwa mahakamani hata kama upelelezi haujakamilika. Kwa hiyo unakuta kwamba yuko mahakamani lakini upelelezi wake unaendelea. Kwa hiyo kesi inachelewa mahakamani, at the same time upelelezi unachelewa huku kwenye vyombo vya uchunguzi. Kwa hiyo ilikuwa kidogo mtihani. Kwa hiyo tumeweza kuendana na hiyo ripoti katika maeneo mengi, ni mengi tumeyagusa, lakini tunashukuru pia. Sawa. Na nakupongeza kwa mafanikio makubwa ambayo yamepatikana kwa kipindi hiki cha miaka 24. Nashukuru sana. Eneo hili la mkurugenzi wa mashtaka ni eneo muhimu. Mwananchi anapoikosa haki kwenye eneo la kudai haki, uhalifu unaenda kuongezeka pia, kwa maana hatua za kujichukulia mikononi maamuzi yanakuwa makubwa zaidi. Sawa sawa. Ulipozungumza jalada linapokosa wakati mwingine uzito wa kuenda mahakamani, mkurugenzi wa mashtaka analiahirisha ama anasitisha jalada lile, ni taarifa ambayo pengine imeibua hofu kwa watu, na kabla haijaleta taharuki ya mtu kuamua sasa maamuzi yake mikononi. Labda utusaidie, nimeleta jalada ama nimepeleka malalamiko yangu kituo cha polisi kama ambavyo Godfrey amezungumza hapa, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ikabaini pengine kuna mapungufu kwenye ile jalada, na jeshi la polisi likanieleza hivyo, nikafika kwenu pengine mkanieleza hivyo, nikagundua kwamba pengine kwenye kesi yangu kuna shahidi fulani kama nitampata atalipa uzito jalada langu. Wakati huo tayari maamuzi yametolewa kuahirisha ile jalada. Kuna nafasi ya mimi kumleta huyo shahidi ili kulipa uzito jalada langu, ama likiwa limefungwa mwananchi ana tena mamlaka ya kuliingilia jalada? Nashukuru kwa swali zuri ambalo litenda kuondoa hofu kwa wananchi. Kama tulivyotangulia kusema awali, ofisi ya DPP ipo wazi kupokea malalamiko kutoka kwa mwananchi yoyote, na ndio fursa hii wananchi wapate kujua kwamba wanayo nafasi hiyo, ofisi ya DPP. Kwa hiyo atapokuja ofisini kwetu sisi, DPP ana uwezo wa kupitia upya maamuzi yake na kuja na maamuzi mengineyo tofauti na yale ya awali. Kwa hiyo kama ilikuwa ni sababu kwamba shahidi tu fulani ndo hayupo na yeye anaweza kuisaidia polisi kupatikana yule shahidi na akaweza kumleta, basi ofisi ya DPP itaruhusu, na DPP hampi yeye maelekezo. DPP atatoa maelekezo kwenye chombo cha uchunguzi husika kwamba tumepokea malalamiko kwa mwananchi, kesi yake tuliifunga kwa sababu ilikosa shahidi muhimu fulani. Kwa hiyo amesema ushahidi yupo sasa hivi na anaweza kupatikana sehemu fulani. Kwa hiyo tunakupeni maelekezo, mshirikiane naye mwananchi kumtafuta shahidi huyo na aingizwe, au maelezo ahujiwe na achukuliwe maelezo yako kwenye jalada, tuyaone, alafu tuyapime, je, kweli yanagusa lile kosa lake na kweli itamsaidia katika kesi yake. Alafu hapo DPP atakuta nafasi ya kutoa maamuzi mengineyo au kuendelea na maamuzi yake yale yale. Lakini nafasi hizo zipo za kupitia. Yaani sio kwamba ndio ikifungwa ndio imefungwa, hapa ingiliki tena.